ya watu wa Mungu. Leo ninatamani tuzungumzie kitu kimoja katika habari za marafiki tunaoishi nao. Mbele yangu hapa kuna glasi mbili. Glasi ya kwanza ni hii ambayo ina maji machafu, yaani glasi ya pili ni ambayo ina maji masafi. Glasi hizi mbili, hii glasi yenye maji machafu ni wale marafiki tunaoishi nao wenye tabia zisizompendeza Mungu. Anaweza kuwa ni mzinzi, anaweza kuwa ni mlevi, anaweza kuwa ni mwasherati. Lakini glasi hii ni glasi ambayo ya yule mtu anayemtafuta Mungu, anaishi katika mapenzi ya Mungu, ambaye ni mtakatifu. Labda anaweza kuwa ni kijana anamshika Mungu, anaweza kuwa ni kaka, ni dada unampenda Mungu. Sasa mtu huyu ambaye anampenda Mungu au ambaye anazishika sheria za Mungu na mtu huyu ambaye bado hajampokea Yesu, wakiishi pamoja, mtu atakayekuwa na madhara au ambaye atakayeharibikiwa mapema ni huyu mtu ambaye anamcha Mungu, ambaye ni msafi. Lakini huyu hatopata madhara kwa sababu huyu hana cha kupoteza, lakini huyu kuna kitu kipo ndani yake ambacho Mungu amekiweka ndani yake. Kwa mfano, huyu ni mtu msafi anayempenda Mungu, mtakatifu, akiwa na rafiki yake ambaye ana tabia za ovyo, ana tabia za uasherati, ana tabia za uzinzi, ana tabia za ulevi. Huyu ni lazima atammeza huyu. Kwa mfano, maji haya ni masafi. Kwa hiyo kama huyu atakuwa na rafiki ambaye hampendi Mungu, kuna uwezekano mkubwa sana wa huyu msafi kumezwa na huyu. Kwa mfano, basi ukiwa ni mtu na marafiki ambao wana tabia zisizompendeza Mungu, kuna uwezekano mkubwa wa hawa watu kumumeza huyu mtu anayempenda Mungu. Haya maji ninayaweka humu, lakini nataka nikwambie haya maji yakiingia bado haya maji yataendelea kuwa ni machafu, kwa sababu huyu ataendelea kumezwa. Mfano, nikiweka maji humu, bado haya maji hayatakuwa masafi, yataendelea kuwa ni machafu. Hata ukiweka lita ngapi, bado haya maji still yataendelea kuwa machafu mpaka ule weupe wa maji umeisha, umeingia katika uchafu. Ndivyo maisha ya Wakristo yalivyo. Kama una rafiki yako au umezunguka na marafiki wasiompendeza Mungu, marafiki wenye tabia za ovyo, marafiki wenye tabia za uzinzi, basi kuna hatari kubwa na wewe kumezwa. Tazama, haya maji yalikuwa yako humu ni masafi, lakini baada ya kuweka humu yakamezwa, bado stili haya maji hayajaonekana usafi wote, bado ni machafu vile vile. Kwa kuna uwezekano mkubwa kumbe tunaishi na marafiki ambao hawampendezi Mungu, na sisi baadaye tukajikuta tunamezwa katika hilo janga. Kwa hiyo Biblia kama inavyosema ya kwamba kuwa na marafiki wengi ni uangamivu wako mwenyewe. Na nikwambia kwamba katika hatua au katika safari yako wokovu, tafuta watu ambao utatembea nao katika njia za kumpendeza Mungu, ambao wakati wa magumu watakushauri kama mtafute Mungu. Lakini si marafiki wale ambao unaona kabisa hawa, hapana, wanaweza kanisababishia. Sikatai kuwa na marafiki wa design hiyo. Hata Yesu wakati huo aliishi na wazinzi, lakini lengo la Yesu lilikuwa ni nini? Ni kuwaokoa. Hivyo na wewe usiwe na marafiki wasiompenda Mungu, bali weka mbinu za kuweza kuwaokoa wamfuate Yesu. Lakini kusema kwamba bwana, mimi nina rafiki, wanasema BFF, the best friend forever, huyo mtu mtakuwa mnashauriana mambo mengi, atakuwa na nafasi kubwa ya kupoteza imani yako, atakuwa na nafasi kubwa ya kuharibu utu wako wa kimungu.